Unapoongelea mnyama mbwa, ni lazima ujue kwanza mbwa ni nani kama una mapenzi ya mbwa. Lakini vile vile lazima ujue aina za mbwa ili uweze kuchagua ni species gani utatumia kufuga ili kusaidie vizuri kulingana na tabia zao tofauti tofauti. Lakini vile vile lazima ujue madhara ya mbwa kwa jamii au binadamu wanaomzunguka mbwa katika ufugaji. Ili unapofuga mbwa ujue unajikinga vipi na mnyama huyu. Lakini sambamba na hilo, ni lazima ujue magonjwa hatari kwa mbwa ambayo wafugaji wengi tumekuwa tukiyapuuza. Mwisho wa siku yanaleta madhara katika jamii yetu na wadau wote wafugaji wa mbwa. Kwa hiyo swala zima la chanjo ni swala la msingi sana. Nitalizungumzia kulingana na muda ambao tutakuwa nimepewa. Lakini vile vile kuna mahitaji ya mbwa kwa mfugaji. Sio kwa kila mtu anafuga tu mbwa, lakini kuna mahitaji ya mbwa ili uweze kuwa na mbwa ambaye yuko vizuri. Mnyama mbwa ni mnyama anayefugwa na binadamu kwa ajili ya matumizi ya ulinzi, lakini pia mbwa hutumika kama pambo kwenye maisha ya binadamu. Lakini introduction ndogo kwa mnyama mbwa. Huyu mbwa ana uwezo wa kubeba mimba kwa siku 58 mpaka 68. Anapatikana mtoto ambaye utamuendeleza mwenyewe. Lakini tukija kwenye upande wa aina za mbwa, kuna aina za mbwa zaidi ya 60 duniani. Lakini kuna zile aina 5 za mbwa ambazo tunazitumia sana kwa upande wa Afrika, hususan nchi zetu za Afrika Mashariki hizi. Aina ya kwanza, kuna mbwa anaitwa German Shepherd ambaye ndio tuko naye hapa. Huyu ni German Shepherd, lakini kwa kifupi tunaita GS. Mbwa huyu ni mbwa mwenye asili ya Jerumani na ndiko alikoanzia kupatikana. Ni mbwa muelewa kwa haraka sana, lakini vile vile ana nidhamu kubwa katika jamii. Lakini kuna mbwa aina ya Manois. Huyu ni aina ya mbwa ambaye asili yake ni Ubelgiji, ila kwa sasa ameshasambaa duniani kote. Huyu tunaye hapa kikosini, sema tu upungufu wa nguvu kazi tulionayo, tumekuja naye mmoja. Kwa hiyo ukifanikiwa kutembelea pale utamuona, lakini pia tutakupa elimu na mambo mengineyo. Lakini kuna aina mbwa anaitwa Bulldog. Huyu ni mbwa ambaye anatumia chakula aina nyingi sana na anakula sana, lakini ni mbwa mkorofi sana. Kwa hiyo kwa upande wa polisi hajabadilika kumtumia kwa sababu sisi jamii ni rafiki yetu. Kwa hiyo tunapenda mbwa ambaye atakuwa rafiki na jamii tulionayo. Hilo lieleweke. Lakini vile vile ni mbwa ambaye sio muelewa kwa haraka na ni mbwa ambaye anachukua maamuzi anapotaka yeye. Unaweza kumfundisha hichi lakini akafanya hichi. Kwa hiyo kwa upande wa jeshi la polisi hatujatumia sana kulingana na tabia zao. Sisi ni watu wa watu. Kwa hiyo tunapokuwa namna ile inakuwa ni shida sana kwa upande mwingine. Lakini kuna mbwa anaitwa Rottweiler. Huyu ni mbwa mwenye asili ya Ujerumani na ndio chipuko lake. Huyu ni mbwa mkorofi zaidi ya Bulldog. Ni mbwa mwenye nguvu sana. Sio wa kumwacha na watoto muda mwingi. Ni mbwa mwenye kujishtukia kutokana na sura yake ilivyo mbaya. Ni mbwa mmoja ambaye ana face mbovu. Lakini vile vile tunashauri kwa wafugaji wa mbwa wasipendelee kufuga huyu mbwa kwa sababu ni mbwa ambaye ana maamuzi yake binafsi. Unaweza kumwacha na watoto, umeenda kazini, unarudi, amelaliwa watoto. Kwa hiyo ni mbwa mzuri kwa show off barabarani, lakini kwa nyumbani hatushauri watu wafuge. Ila kama utafuga kwa mapenzi yako, it's fine. Kuna mbwa aina ya Chihuahua. Hawa ni mbwa wa show off, wadogo wadogo, nadhani mnawafahamu. Mfano wa mbwa wa Masepeti yule, mbwa wa Chihuahua. Acha niruke baada ya kipengele, lakini kuna mbwa nimesahau hapa, mbwa wa kienyeji. Jamani sema nimesahau. Kuna mbwa wa kienyeji. Hawa ni mbwa ambao tuko nao katika jamii yetu ya Afrika. Ni mbwa wazuri kwa ulinzi, lakini hawana gharama. Wanahimili magonjwa kuliko ni hawa tulionao. Lakini wana muonekano ovyo na maumbo ya kawaida. Naomba nikimbie kwenye faida moja za mbwa ya karaka. Faida za mbwa kwa binadamu. Mlinzi mwaminifu tofauti na walinzi wengine wote. Lakini mbwa hapokei rushwa. Kwa hiyo kumwacha mbwa nyumbani umeacha mlinzi thabiti kabisa. Kwa hiyo tunashauri msiache kufuga mbwa. Lakini halali ovyo kama walinzi wengine. Ni mlinzi asiye na tamaa kwamba ataomba ongeze kipato cha mshahara au wewe unaishi naye kulingana na vile uwezo ulionayo wewe. Lakini kwa upande wa polisi mbwa hawa tunawatumia swala zima la doria. Lakini mbwa hawa pia hutumika kwenye swala zima la ukamataji kwa upande wa polisi. Lakini mbwa hawa hutumika kubaini madawa ya kulevya na baadhi ya milipuko ya mabomu mbalimbali katika shughuli zetu za jeshi la polisi. Afya.
naomba hapa niongelee kwa umakini sana, sehemu ambako wafugaji wengi tunapuuza. Matibabu ni muhimu kwa mbwa pindi hawapo mdogo, lakini kuna chanjo za kuzingatia sana za mbwa. Kuna hii DHLP, huu ni ugonjwa wa pavu, lakini kuna chanjo ya kichaa cha mbwa. Wafugaji wengi wamekuwa wakipotezea sana swala la chanjo. Lakini kuna wafugaji wengine pia wamekuwa wakiacha mbwa wanazuula ovyo mitaani, kitu ambacho sio sahihi. Kisheria unaweza ukashtakiwa na mamlaka husika. Kwa hiyo unapofuga mbwa ujipange namna ya kumtunza, lakini pia asiwe kero kwa watu wengine. Hicho ni jambo la kuzingatia sana katika mafugaji ya mbwa. Umuhimu wa chanjo kwa wanyama. Naomba nikukumbushe hapa, kila kitu kina faida na hasara. Kwa upande wa pili pia mbwa ana hasara zake. Mbwa ana gharama, lakini pia mbwa anaweza akajeruhi kama hautunzi vizuri.